Macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera. WCF, hongera. Anguka upande wa kushoto, na mimi nilikuwa upande wa kushoto. Niliumia sana na mkono pia ulivunjika, mguu ulipata tatizo na jicho. Basi tulipata huduma wa kwanza hapo hospitali ya Murara, hospitali ya wilaya Babati. Tulihudumiwa, ilikuwa ni muda saa 4 mpaka saa 8. Tukapewa transfer ya kwenda hospitali ya mkoa wa Arusha, hospitali ya Mount Meru, na tulilazwa hapo wote wawili, lakini mwenzangu kesho yake aliruhusiwa kwa sababu alikuwa hajaumia sana. Mimi nililazwa hapo ICU kwa muda wa siku 10 na nilifanyiwa operation ya kwanza, nikaruhusiwa. Baada ya kama wiki 2 nikarudishwa tena, nikafanyiwa operation kwa sababu kuna chuma waliniwekea kwenye mkono. Hiyo chuma ilifeli, ilipata infection, kwa hiyo ikatolewa. Baadaye nikafanyiwa tena operation ya pili, na hiyo operation ya pili ilikuwa kidogo imekaa sawa, lakini bahati mbaya tena hiyo operation ya pili nilifanyiwa mwezi wa 11. Kwenye mwezi wa 11 2018. Baadaye nikawa naendelea na mazoezi, lakini mkono walipopima tena wakaona kwamba unahitajika tena kufanyiwa operation kwa sababu kulikuwa na mfupa umetokeza nje. Sasa kabla hatujafika hiyo operation nyingine, mimi niliteleza pia, mkono ule ukavunjika, ikaachia ile sehemu kwa sababu ilikuwa haijakaa vizuri. Maana madaktari wanasema ni mpaka miaka 3 ile sehemu iliyovunjika ishike vizuri. Kwa hiyo nilipovunjika tena nikapaswa tena sasa ule mkono ufungwe tena upya. Na bahati mbaya wakati ule daktari yule aliyokuwa ananihudumia, yule specialist, alikuwa amesafiri, ameenda Hispania kwa likizo. Huwa anaendeka kila mwaka, anaendeka likizo kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo nikafanyiwa na daktari mwingine, ambaye daktari kwa kweli ni kama alifeli kuifanya kwa sababu alichoweza ni kuchonga tu ile mfupa uliotoka, lakini sehemu iliyovunjika ikabaki hivyo, alishikilia tu na kapini. Kwa sababu yule daktari wangu hakuepo, ilibidi nitafute huduma kwingine. Nilienda hospitali ya Nkoranga. Kule Nkoranga wakaniambia ili tuweze kuiweka vizuri mkono inabidi tununue chuma ambayo itaunganisha vizuri. Kwa hiyo utapaswa kuchangia kiasi fulani cha pesa. Nikachangia, nikafanyiwa operation, ambao hapo ndio ilikuwa operation ya mwisho. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka mkono huu umetengamaa kidogo, japo siwezi kuambia inafanya kazi kama huu, ni operation 4. Wakati niko hospitalini, ofisi ilitoa taarifa kwa ofisi ya Workers Compensation ambayo iko hapa mkoa wa Arusha. Wakaambiwa wanatakiwa walete document zipi, na zilipelekwa zote. Na baadaye na mimi nilipopata nafuu niliweza kufika pale ofisini, ofisi ya Workers Compensation. Kwa kweli walitupa ushirikiano mzuri sana, walinihudumia. Niseme ni ofisi ya kwanza ambayo ilinipa faraja.
wakajaza, na baada ya wao kamilisha, ofisi ya Workers Compensation walipokamilisha, wakaomba ripoti ya polisi ambayo pia iunganike na ripoti ya hospitali. Sasa changamoto kidogo ilikuja, ripoti iliyokuwa inatoka hospitalini ilifika ofisi ya mkoa kwa upande wa ofisi ya polisi. Kweli ilikaa muda mrefu pale, ilibidi mwenyewe nifuatilie. Kila nilipoenda walikuwa wananiambia kesho njoo. Baadaye nilimkuta afisa mwingine kwenye hiyo ofisi, kaniambia, mama, umesumbuka sana, hebu ngoje nitoe dokumenti zote. Akatoa dokumenti zote, nikakagua, hakukuwa na dokumenti yangu. Baadaye wakafuatilia ni nani aliyechukua kule mkoani, yani hospitalini. Wakampigia simu, akasema bado ninayo. Kumbe alikuwa anahitaji apewe nauli 50,000. Lakini yule aliyenikuta akaniambia, mama, nikushauri kama unaweza nenda mwenyewe, japo haturuhusiwi, lakini kwa sababu tumekusumbua, umekaa muda mrefu. Basi na mimi nikachukua ile document nikaondoka mpaka Babati. Ofisi ya polisi Babati walitoa huduma nzuri sana, walinipatia dokumenti zangu, wakasaini zile zinazotakiwa, wakanipa dokumenti zote zinazotakiwa pamoja na ile hukumu kwa ajili ya hiyo ajali, maana yule dereva alihukumiwa. Niseme kwa Babati nilipata huduma nzuri kwa sababu nilienda asubuhi, mchana nimerudi, ni jioni niko hapa Arusha. Na dokumenti zilipokamilika, basi nikapeleka ofisi ya Workers Compensation. Kwa upande wa Workers Compensation, dokumenti zilizokamilika walizichukua, lakini ilibaki document moja ambapo niliambiwa pia nikafanye mazoezi hospitali ya Seliani. Kwa hiyo kwa upande wa Seliani ile document kidogo ilichukua muda, maana document zilipelekwa bila hiyo nyingine, mpaka daktari wa Workers Compensation alikuwa ananipigia simu mwenyewe. Baada ya kupata document zote, walifanya tathmini na mimi walinipa malipo. Malipo yalitoka mwezi wa 10, 2019. Na nililipwa mafao ya ulemavu wa muda, pia na mafao ya malipo ya kila mwezi. Kwa kweli ninashukuru. Na hayo malipo napata hadi leo. Kila mwezi napata bila usumbufu na bila kuchelewa. Ninashukuru sana ofisi ya Workers Compensation. Ninaomba waendelee hivyo, na kama nilivyoona dira yao ni kuhakikisha kwamba wanakuwa mfano wa kuiga katika kutoa huduma ya fidia barani Afrika. Nina imani wataifikia. Na pia dhamira yao ya kupunguza hii janga la ajali katika jamii, pia kiuchumi, kwa kweli ninasema wamefanikiwa kwa asilimia kubwa. Kwa sababu unapopata ajali, malengo yote uliyoweka kijamii, hata uchumi wako pia unayumba. Jamii ambayo walikuwa wanakutegemea pia wanayumba. Lakini ninasema kwamba kiasi ambacho ninapata kila mwezi nimekitumia vizuri. Watoto wangu wameendelea kusoma, na hata waliokuwa wananitegemea wameweza kusoma. Yaani kwa kweli inatakiwa waajiri kwanza watambue umuhimu wa yale malipo wanapowakilisha, kwamba inawasaidia wafanyakazi wao na hata sio wafanyakazi wao, hata na wao wenyewe. Mimi mwenyewe nilikuwa sehemu ya uongozi. Hii Workers Compensation mfuko unaanzishwa, mimi nilikuwa mojawapo ambaye nahudhuria mafunzo, na nilijitahidi pia kuipush kuhakikisha kwamba malipo yale yanafika kwa wakati, na simuona amekuja kunisaidia mimi mwenyewe. Kwa hiyo waajiri wanatakiwa waone kwamba huu mfuko ni muhimu kwa wafanyakazi wenzao, na hata na wao pia ni sehemu ya wafanyakazi.